Naam, ni matumaini yangu kwamba unaendelea vyema mpenzi mtazamaji, na hujambo na karibu tuweze kuchambua taarifa zetu ndani ya Bambika Media 254 awamu hii. Mtazamaji, kama kawaida, ikifika siku ya Jumapili ni siku ambayo viongozi wa kidini huwa wanaelekea kanisani, na pia wale ambao ni wanasiasa pia wanaelekea kanisani kuweza kuabudu Mwenyezi Mungu. Na siku ya leo viongozi wa kisiasa wameweza kutembea ama wameweza kuhudhuria ibada katika makanisa mbalimbali hapa nchini Kenya, lakini tutaanza na shughuli ni yake Mheshimiwa Fred Matiang'i, ambapo Matiang'i ameweza kurejea tena na kuweza kutuma onyo kali kwa yule ambaye ni Rais William Ruto. Kuna taarifa ambazo tumepokea ndani ya Bambika Media 254 ni kwamba Fred Matiang'i amerejea tena na kuweza kumshambulia Rais William Ruto kuhusiana na uongozi wake mbaya, akisema kwamba serikali ya Rais William Ruto inaongeza budget wakati ambapo wanafunzi wanaendelea kupitia hali ngumu ya maisha, huku pia wale ambao ni wagonjwa wakiendelea kukosa hata matibabu hospitalini, wakati ambapo Ikulu ama State House inaongezewa budget ili kuweza kutumia pesa hizo kwa njia ambayo haieleweki. Siku ya leo Matiang'i akizungumza wakati ambapo ameweza kuhudhuria ibada kwenye kanisa moja, ameweka wazi kwamba wakati umefika wa mabadiliko kuweza kushuhudiwa hapa nchini Kenya. Kwa kwamba kauli ya Matiang'i inajiri wakati ambapo taarifa zilikuwa zinaenea kwamba sasa Matiang'i alikuwa ameenda chini ya maji, lakini sasa Matiang'i ameweza kurejea na kuweza kushambulia serikali ya Rais William Ruto, akisema wazi kwamba hakuna kitu ambacho serikali hii imeweza kuwafanyia watu, na akiweka wazi kwamba sasa mbinu ni moja tu ya kuweza kumtuma Rais William Ruto nyumbani, akisema kwamba hii serikali hakuna kitu ambacho inasaidia wale ambao ni wa Kenya. Hebu tuweze kuitazama video hii yake Fred. Raising 100 and something million, 200 million project raised by Christians. Point number 2. Hii ni ishara kuwa kanisa, we can do almost nothing in this society without the church. Let me tell you the truth. Mimi nimekuwa waziri wa elimu. That's why every time we had issues in the education sector, mimi wazee wa kanisa wakiniita, mimi nilikuwa namwambia hata Bishop Elisabeth, mimi huwezi kuja kwa ofisi yangu. And you know, mimi Bishop Gishero huwezi kuja kwa ofisi yangu. Mimi ama secular leader, mimi ni mtu wa hapa mtaa. Wewe umeweka mikono, wewe ni kiongozi wa Mungu. Ukituita mimi ndio nitakuja kwako. Huwezi kuja ofisi yangu, mimi mtu mdogo nitakuja kupangwa hapa na secretary. Ndio unakuja kupangwa na secretary, kupewa chai hapo hivi na mtu wa kawaida. Wewe ni mtu umewekewa mikono na Roho Mtakatifu, unatuongoza. So hata Bishop Elisabeth nimwambia wakati huo, huwezi kuja kwa ofisi yangu. Kiongozi wangu Anglican Church, uningoje kwa ofisi yako, mimi nitakuja huko. I'm the servant. And I used to go to everybody, even Cardinal Njue. I told him I'll walk to your office in all family basilica, nitakuja huko. Unieleze because mimi am a servant, mtu wa huko kufanya kazi. Mimi ni mtu wa mkono wa wananchi. Ukiniambia kazi ni hivi, inapatikana huko, ninalenga huko the same day. So hivyo ndivyo mambo inatakiwa kwenda. Kwa hivyo I'm grateful that umetupea hii nafasi kuona hii kazi nzuri umefanya. Na Wakristo wenzangu, mimi nataka kuwasihi that this country has been built through effort na commitment na unity yetu. Just look at yourselves katika this diocese muone vile mumeungana. Hakuna mtu ametoka kwingine huko mbinguni akakualetea hapa milioni 100 na zaidi. Ni nyinyi mmejitolea hapa, mkakuja pamoja, mkaungana. Look at what you have done with the blessings and the guidance of the Lord. Let us have confidence and faith in ourselves, kwamba hata sisi tunaweza kutengeneza mambo yetu iwe sawa. Point yangu ya 3 ni hii. Tuko katika hali hii ya kubadilisha uongozi wa nchi yetu. Na nimesema hivi, wenzangu katika upinzani, sisi sote tuko pamoja. Na sisi tuliamua tutakuwa katika multi-party democracy. Kwa hivyo hivi vyama vyote vya upinzani tunafanya kazi, tunatembea tukiwa pamoja. Hata leo asubuhi nimeongea na Mheshimiwa Gachagua. In fact, wakati nilifika hapa asubuhi, nimeongea na Mheshimiwa Gachagua kumwambia tuko na yule mkutano wa Gatanga, mimi nitaenda Waithaka first, nikimaliza kutoka huko nitakuja kushirikiana na nyinyi wapate mahali mmefikia. Kwa sababu sisi sote tuko timu moja. Nimeona wiki hii na wiki nyingine iliyopita, kwa sababu tumeenda na Mheshimiwa Gachagua, Mheshimiwa Kalonzo, sisi wote timu moja na Martha, tulianzia Embakasi kanisa, tukaenda Kisii, tukapiga siku 3 hapo, tukarudi hapo, tukakuja Nakuru, tukaenda kumalizia Kiawara huko Nyeri. Sasa watu wameanza hapa kutetemeka, nimeona wameanza sasa story nyingine kujaribu kutugawanya, kusema sijui mimi.
kwa sababu they were thinking that we would never work together. I have bad news for you. We are going to work together. Na hiyo porojo yenu na propaganda yenu, shauri yenu, you think you are going, I'm not going to work with Gachagua. I am declaring you, I am going to work with Rigathi Gachagua. Yeah. And I will work with Kalonzo Musyoka, with Martha Karua, with everybody, tuweke nchi yetu yote pamoja. Sasa wewe kama una shida yote, enda utafute Bishop Kishera akuombe. Yeah. We are going to work together. Because wananchi wanataka tufanye kazi pamoja. Ama namna gani wananchi? Unataka tufanye kazi pamoja. That is how we are going to help our country. Point yangu ya 4. My brother, the PA to Honorable Ndindi Nyoro, msalimie sana. So one of those MPs I admire, he's a good friend of mine. Na hiyo maneno yote umesema, mimi ni mwerevu nasikianga sana. Nimesikia, niko na wazee hapa, nitakuja tu usiku siku moja niombe hapa na Bishop Kishere watatupanga. Hakuna iko. Hiyo ndio, that is the way we are all thinking. Tunataka kuwa pamoja namna hiyo. Sababu hii ni wakati wa kusema no one should be left behind. Sisi sote tuungane tujenge nchi yetu. Mwisho nimalizie hii. Kuna mambo mawili ambayo yanafanyika nchi yetu hapa, which I think nikiwa katika umma, like today I have to talk about it. We are suffering, and those of us who know and understand how government works, we are suffering from historic wastage of public resources, unprecedented. Mimi sijaona mambo kama haya tunaona. Eti budget inasema ya mwaka huu tuna allocate State House 17 billion. Mimi najiuliza hivi, how can State House need more money than Moi Teaching and Referral Hospital? The State House is not a referral hospital. Hakuna surgery inafanya huko. Kuna watoto wanasaliwa huko. Hakuna kidney transplant inafanya State House. Why do you need 17 billion? Na tena wananchi mjue hivi. Na ni mambo ya ajabu. That is doubling the budget allocation for State House from last year. We are not that foolish. You are doing it because this is an election year. Unataka kutumia hiyo pesa kununua watu na kuonga watu. That is what's happening. Kama namna gani wananchi? That's what's happening. Hii ndio ile sometimes when I get to the mood of work nasema wala nyinyi nipe hii kazi muone. I'll cut that budget by 80%. 7 billion iende kwa education. 7 billion iende kwa health sector. State has back in 3 billion. And even those 3 billion, I might even return 1 billion by the end of the year. Kwa sababu, what do you do? Unafanya nini hapo? What do you do with 17 billion? Na ujue kwamba wa Kenya mjue, and this is why you need to have information. Office of the President of already allocated money. Then you allocate State House itself 17. Watoto wa grade 10 wengine hawajaenda shule. Ni hapa Kiharu Ndindi ameng'ang'ana amefanya vile amefanya. Na ninamtolea kofia. Tell him, I'm proud of him because of what he has done with education in this constituency. I wish the other members of parliament would copy that and alleviate the pain of our parents. I've been in that sector. So the sector is confused because sasa wale ambao who are supposed to lead it don't know. Every day wakiamuka asubuhi is excuse. Tunataka kusema sisi tunatafuta kazi vile mmesema. Nyinyi ndio mnapea hiyo kazi, sisi tunaandika barua ya application. Nyinyi ndio mtaisoma. Nyinyi ndio interviewing panel. Nyinyi ndio mko na kalamu ya kuandika watu hiyo kazi. Mimi naiomba. Na kwa sababu ile mzee mzuri alisema gonga mlango. Mimi nimekuja hapa Waitega leo kugonga mlango. Na gonga mlango tafadhali. I am knocking, I'm at the door. Mara mlangani mzee. Niko kwa mlango na gonga.